Nimeshindwa kuvumilia. Jamani nyu. Fumanizi! Wedem, nakuomba nyanyuka uondoke. Ondoka. Kesi ya kufumaniwa unafanya mapenzi kwenye odi za wagonjwa hutaiweza hata kidogo. Nyanyuka uondoke. Daktari, mimi niko tayari kwa lolote mwaya. Mimi niko tayari kwa lolote lile. Hadi kieleweke leo. Mimi mwenyewe siwezi kuruhusu aondoke hapa kabla sijaidonyoa. Lazima niidonyoe. Waswahili wanasema hivi kwamba maji ukiyavulia nguo lazima uyaoge. Sasa ashumu kwamba mimi ndo maji yenyewe hayo ambayo ukiyavulia lazima uyaoge. Alafu huyu binti ndiye aliyeyavulia hayo maji. Sasa kashavua huyu, humuoni kashavua. Lazima yaoge kwanza, halafu kisha ndo aondoke. Sasa mimi nikushauri tu Dr. Martha. Kama unaona ni mbaya, ni ngori, basi kwenye bili yangu mimi ya matibabu andika plus siku moja ya kuifanya odi kama chumba cha guest cha kurushia. Ongeza bili huko. Sitaki mjomba Nchumali. Sina shida ya kuongeza bili. Sina shida. Hata ukitaka hizo bili zako unazodaiwa nikulipie mimi, nitalipa. Ninachokitaka huyu binti hapa atoke. Kinachoniuma mimi sio kuidonyolea humu kwenye odi. Mimi kinachoniuma ni kwamba roho yangu inaniuma. Mimi nakutaka. Mimi nakupenda wewe baba. Mimi nakupenda alafu unakuja kunifanyia ujinga wa namna hii. Sitaki huyu binti atoke. Wewe toka. Mimi humu kwa kweli sitoki, ni uweni. Fumanizi! Wewe Dr. Martha wewe. Hivi wewe mwanamke, hivi unadhani hiki unachokifanya ni sahihi kweli wewe? Wewe nao umetoka wapi jamani Dr. Sengo? Ungeniacha bana mimi nimalizane nao hawa. Kwa hiyo wewe unaona wanachokifanya wale ndio sahihi, si ndio? Wanafanya zinaa kwenye odi ya wagonjwa. Wanafanya zinaa wale, angalia walivyosaula. Wewe uwaoni wale? Sasa wewe kinachokuma ni kipi Dr. Martha? Wale ni watoto wadogo wale kusema kwamba wanafanya kitu ambacho kwa kweli hawakielewi. Wenyewe wanajitambua ni watu wazima, wana akili timamu. Waache wafanye. Kwa sababu uzuri wake ni kwamba hii odi yuko peke yake huyu bwana. Ingekuwa kuna wagonjwa wengine humu ndani tungesema anafanya ujinga mbele ya wagonjwa wengine, ni upumbavu. Lakini kama yuko peke yake na mchumba wake, let them do. Mwache mwenzako achangamshe damu bwana wewe. Hili nalo linaongea utumbo gani jamani? Limekuja kuniongezea stress hili jamani. Wewe Dr. Sengo, hivi unajua ni maumivu gani ninayoyapitia mimi kuwafumania hawa watu? Yule baba mimi nampenda sana, na hili swala limeniuma kwa kweli. Naumia moyoni. Halafu unakuja kusemeti waache wadonyoane. Wadonyoane? Kivipi? Kwa namna gani? Hospitali? Hilo swala haliwezekani. Na wewe kama umeshindwa kuamulia huu ugomvi, ni heri uondoke hapa. Toka! Dr. Martha, acha nikukumbushe kitu kidogo. Hivi unaikumbuka vizuri ile story ya Ngoswe Penzi kitovu cha uzembe? Naikumbuka ndio. Ile story naona kabisa inataka kukutokea wewe. Inakutokea kwa sababu wewe ni mzembe. Umeona? Unashindwa kutofautisha mapenzi na kazi. Wewe uko kazini hapa na wale wenzako pale wapo kwenye starehe. Zile ni starehe zao za maisha, hawapo kazini, acha waenjoy. Wewe upo kazini, fanya kazi ilokuleta hapa, unajiingiza tena kwenye mapenzi. Mwanaume mwenyewe wa kutia kelele, kuwapigia wagonjwa kelele hapa yuko wapi? Yule mzee pale, alokongoloka namna ile, sura mbaya, kitambi kimenyoka kwa mbele. Hebu acheni ujinga bwana. Martha, acha kutia kelele huku, kelele unaharibu wagonjwa kisaikolojia. Sasa mimi nimekaa kule ofisini nafanya kazi, kuja huku kumbe fumanizi ya kipumbavu namna hii. Martha, kwanza wewe unamfumania nani hospitali hapa? Wewe nenda kafanye kazi bwana. Sitaki sasa, mimi nampenda yule baba, mimi nampenda. Nisikilize kwa makini Martha, nikushauri. Kama kweli unaona una haki ya kufumania, maliza kwanza kufanya kazi. Maliza kazi, ukishamaliza rudi nyumbani, kabadilishe nguo za kazi, vaa nguo zako za nyumbani kama ni kijola kwa sababu ya kufumania, ndo uje tena hospitali uje utie hizi kelele, kwa sababu hizi kelele unazopiga zitakuharibia kibarua. Unajua manager angekuepo leo hapa, halafu anakuta mtu unatia kelele namna hiyo, umevaa sare, wewe ni daktari, ni mfanyakazi, umeacha kazi unakuja kutia kelele za fumanizi, kazi leo ungeikosa muda huu. Acha ujinga Martha. Nenda kafanye kazi. Waache wenzako wadonyoane. Huyu naye anasema kabisa ni waache wadonyoane.
Yaani hata haweki msamiati kidogo angalau unaweza ukanipa moyo. Angesema tu ni waache wafanye starehe zao. Mjomba Nchumali, mimi naondoka na kuacha. Takojema baba. Ankwe, mimi umenikazia nisione, nisikukague huko, niangalie ulivyokata chululu. Shega, ili mradi tu nimeona afya yako iko salama. Haujanyong'onyea, haujakonda, kidogo mashavu bado yapo. Mimi nikuage niondoke, niwahi kurudi nyumbani kwa sababu mke wangu mkali. Nikichelewa kurudi nyumbani kasema atakuwa atanipa talaka, nitaachika. Si unajua mimi mwenzako nimeolewa tena. Hivi mwanangu yake Tundu utakuwa lini mshikaji wangu yani? Unashindwa kusema kwamba umeoa hadi useme umeolewa. Au unaolewa vipi wewe mtoto wa kike? Wewe si mwanaume. Mwanaume anaoa sio kuolewa. Sasa wewe unaniamulia dogo, mimi mwenyewe ni maamuzi yangu. Hakuna mtu alionilazimisha, nimeamua kuolewa. Mimi nimeolewa sasa. Haujaolewa, wewe umeoa brother. Hata kama huyo mwanamke sijui anakulea na kufanyaje, ila wewe mwanaume unaoa, sio unaolewa. Mwanaume siku zote anaoa, haijalishi kwamba maisha yako wewe ni magumu, unalelewa na jimama sijui na kufanyaje, lakini wewe yule umemuoa, sio kwamba yeye ndo kakuoa. Mwanaume anaoa. Sasa mimi nitakuwa mwanaume wa kwanza kuolewa, no comment. Haya, ngoja nikuache na hizo idea zako za kifatuma. Baadaye mwanangu, next time nikipata kaupenyo, wife akiniruhusu, mke wangu, basi nitakuja kukuona tena rafiki yangu. Pole kwa maradhi, ugue pole. Jitunze pia, usininishi mkonga kabla huo mkonga usionani kabla haujapona. Ukiudindisha hivi unakuwa unapata matatizo. Kaa vizuri, wewe ni mwaluko kabisa, mwali. Utulia hapa ndani, utuliweke tayari una kipala, hamna haja kunyolewa kipala. Ngoja nikuimbie tu wimbo wa kukuaga kama Kigonto mambo. Unajua tena wewe mwali, lazima uimbiwe. Ai makisegese wapile mwana. Aye papaje digongo dimamiwa. Au makisegese wapile mwana. Aye papaje digongo dinamiwa. Au makisegese wapile mwana. Aye papaje digongo dinamiwa. Kwa heri. Hebu ngoja kwanza chacha. Huo wimbo una maana gani? Sina uhakika maana mimi naimbaga tu, lakini nahisi unamaanisha kwamba unamwambia nungunungu beba mtoto mgongoni huyo. Nungunungu anasema sasa mimi nitambebaje wakati mgongo wangu una miba? Hivyo. Aise, nimezipata taarifa zenu. Mmefanikiwa kumkata kizazi Shemtoi. Na huko mtaani sasa hivi mnaotajwa ni nyie tu. Saidi Jicho Nundu na Apollo Master wamemkata kizazi Shemtoi. Hadi nyimbo zimetolewa huko mtaani. Mmekuwa maarufu kinoma yani. Kila mtu anawasifia nyie tu. Dogo sijui alikuwa na dharau, wamemuonyesha cha mtema kuni, wamemnyoosha, wamemkata kizazi. Safi sana ise. Lakini mimi naona ni bora mngemuua kabisa moja kwa moja. Kwa sababu lile mnatengeneza bomu. Mngeua kabisa yule mtu kabisa atoeke. Cheupe, hakuna bomu pale, ule ni uyoga tu siku hizi. Yule dogo ni dhaifu sana kwetu. Na sasa hivi tushaujua udhaifu wake. Ukishika panga tu, anakimbia mita 100 kwa sababu anajua panga letu halichagui. Linakata popote pale. Ni kali vibaya mno. Yule dogo tu hata kama ni bomu tumelitengeneza Cheupe, lile bomu litamlipukia yeye mwenyewe sio sisi, kwa sababu sisi tukichomoa panga tu lazima akimbie. Anakimbia mpaka anatoa kinyesi. Cheupe, kwanza unadharau sana bosi wangu. Yaani mimi wakukupigia simu miskolo 20 haupokei? No, sio dharau bana. Mimi ile simu kwa kweli mimi simu nilitelekeza. Nilikuwa na mishemishe nyingine, alafu nikasahau simu nyumbani. Kwa hiyo nilivyorudi nikakuta kweli miskolo umenipigia. Ndio maana sikutaka kuchelewa. Kabla ya kuwapigia nikasema ngoja nifike kilingeni kwao. Sasa Cheupe, sisi tunataka pesa ili tukamalizie lile dili lako. Tayari kijana tushamlegeza, tumemkata hivyo kizazi, najua atakuwa anatuogopa sana saa hizi. Kwa hiyo tukienda sisi tunammalizia, tunamtinjilia mbali. Na wewe ulikuwa unataka kijana afe. Ndio maana tukaacha kidogo kiporo kwa sababu ya kuja kwanza kufanya makubaliano na wewe. Kama utatupa hela, basi sisi tutaenda kumalizia. Na kama yuko tayari kutoa hiyo pesa, basi
Sisi tunaenda kumalizia kule kule hospitali tu. Hakuna haja ya kumsubiri hadi apone, sijui atoke. Kule kule tunaenda kumaliza mziki ule. Sawa, mimi niko tayari kutoa hiyo pesa. Nendeni kafanyeni kazi, nitawapa mtonyo ule ule tuliokubaliana mwanzo. Chimba bado, chimba shimo refu. Nataka nishuhudie huyu bwana akiingia kwenye hilo shimo, tumfukie apotee kabisa kwenye ulimwengu wa dunia. Na nitakuwa nakuja hapa kukagua kila siku kaburi lake, maana huyu anaweza akafufuka akatoka tu. Chimba bado. Ongeza. Huyu anatakiwa ingie kwenye futi hata 10 huyu.